jua nyakati. Ndio maana kuna wakati unaweza kuona wanapita kwa makundi makundi angani. Maana yake nini? Huwa wanafahamu wakati wa baridi, wakati wa joto. Kwa hiyo inapofika wakati wa baridi kama Afrika, wanaenda Ulaya. Hali kadhalika pakiwa na baridi kali Ulaya, utaona makundi makubwa yanakuja Afrika. Nini maana yake? Lazima ukiwa unaishi, ni muhimu sana kujua nyakati ulizonazo. Haleluya! Na kama kuna wakati ambao unatakiwa ufahamu, ni kipindi hiki. Kipindi hiki ni kipindi ambacho, au ni mwaka ambao wanasema mwaka wa uchaguzi, sivyo? Na ukiona ni mwaka wa uchaguzi, usichukulie tu kwenye ulimwengu wa nyama. Kwenye ulimwengu wa roho pia ni mwaka wa nini? Wa uchaguzi. Tunaposema mwaka wa uchaguzi, maana yake ni mwaka wa kufanya maamuzi juu ya hatima ya maisha yako ya baadaye, kufanya maamuzi juu ya kesho yako. Tunakwenda sawa? Uchaguzi ufanyike vibaya kwenye ulimwengu wa nyama, ufanyike sijui vizuri, ila wewe kwako tu binafsi unafanya uchaguzi gani juu ya hatima ya maisha yako? Bwana atusaidie sana. Na miaka yote ambayo tumeishi na tumefanya chaguzi zote ambazo unazoziona, uchaguzi wa mwaka huu ni uchaguzi unaohusu hatima ya mtu mwenyewe. Tunakwenda sawa? Yaani uchaguzi wa mwaka huu ni wa tofauti. Uchaguzi za miaka yote iliyopita huwa ni chaguzi ambazo tunachagua viongozi. Tunakwenda sawa? Uchaguzi wa mwaka huu ni uchaguzi wa kuchagua hatima ya maisha yako iweje. Kuna mtu amenielewa? Amen. Kuna mtu amenielewa? Naomba Mungu akufungue, akupe uwezo wa kuyafumbua haya mafumbo. Nimekuambia uchaguzi ni maamuzi. Kwa hiyo mwaka huu ni mwaka wa kufanya maamuzi ya kesho yako. Ndio maana utaona kauli mbiu ziko nyingi. Wengine Oktoba tunafanya nini? Tunatiki. Wengine no reforms, no election. Yaani hakuna mabadiliko, hakuna kuchagua hapo. Yaani maana yake kwa lugha nyingine hakuna kufanya maamuzi. Vyote unaviona viko kazini. Unajua maana yake nini? Maana yake uchaguzi ama mwaka huu ni mwaka wa mtu mwenyewe kufanya uchaguzi kwanza wa maisha yake mwenyewe. Ndio maana nakumbuka Jumapili iliyopita nilikwambia hivi, ni wakati wa kubadilika. Kwa lugha nyingine, usipobadilika kwanza wewe, mazingira yaliyoko mbele yako hayawezi kubadilika. Tunakwenda pamoja? Hayawezi kubadilika. Sasa ni kipindi tena ambacho kanisa limeingia kwenye saa ya kujaribiwa. Kama kuna muda kanisa limeingia kwenye siku ya taabu, ni kipindi hiki. Kanisa lipo kwenye wakati wa taabu, wakati wa kujaribiwa. Ndio maana unaweza kuona hata watumishi wengine wanakimbia nchi. Pastor Prosper niko. Usifikiri wajinga. Asije mtu akakwambia hao waliokimbia ni wajinga. Rekebisha ile speaker hapa na.
Usifikiri ni wajinga, sio wajinga hata kidogo. Yesu hakukimbia Nauliza Waswahili, mnamkumbuka mama yake Yesu na baba yake Yesu, Yusufu na Mariamu? Hivi mna habari kuna wakati walikimbia tena wakakimbilia Misri? Kukimbia nayo ni hekima. Nani anataka aache maandazi ya duniani? Kukimbia nayo ni hekima. Kwani wamekimbia kwa sababu ni watenda dhambi? Kuna hata mmoja mmesikia amefanya jambo la kuua akakimbia? Si kwa sababu anatafuta kuamua hatima ya maisha ya watu. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo hata kipindi hiki ni kanisa linapita kwenye kujaribiwa. Kwenye kujaribiwa juu ya nini? Juu ya kweli. Useme kweli ufe, au useme uongo uendelee kuishi. Hivi mnafikiri Pastor Prosper naye hajapigiwa simu? Ombeeni wachungaji sana. Tunakwenda sawa? Ombeeni wachungaji sana, maana naona wanapotea tu. Msikia ameitwa sehemu amepotea. Mimi sifi na sitaacha kupreach the gospel iliyo kweli eti kwa sababu ya kuogopa. Bwana ndiye atusaidiaye, mwanadamu atatutenda nini? Sifi na wala sikimbi, siondoki. Naishi Tegeta, maeneo ya Chatembo. Kuna mtu anasema, Pastor unaongea kabisa. Yes, maana atakuagizia malaika zake wakulinde, mikononi mwao watakuchukua, wala hawataacha mguu wako. Lakini kukimbia na yenyewe ni hekima. Kwa hiyo kanisa linapita kwenye saa ya kujaribiwa, saa ya kujaribiwa ambayo tayari ipo tayari kujaribu. Kulijaribu kanisa juu ya nini? Juu ya kweli. Tunakwenda pamoja? Amen. Na nataka nikuambie hivi, kanisa litakapotoka kwenye saa kujaribiwa, watakufa watumishi wengi sana wa uongo. Wengi. Tutasikia vifo, mtumishi fulani. Tena wengine wakubwa unaowafahamu, mtumishi fulani. Kwa nini? Kwa sababu walikataa kuisimamia kweli. Tunakwenda pamoja? Ni wakati ambao kanisa la Tanzania kipindi hiki linapepetwa. Ndio maana nikakwambia na ninaendelea kukuhimiza, omba. Sio kama mnaelewa kinachoendelea huko mbele. Omba sasa, omba na baada ya mwezi wa 10 na 11 na 12, nini kitatokea? Wewe na mimi tunajua? Hatujui. Omba. Acha nikwambie kitu. Aliyebaki msemaji wa mwisho, final say ya solution kwenye taifa la Tanzania ni kanisa. Kanisa peke yake, na kanisa ni wewe na mimi. Tunakwenda pamoja? Neno lako ni bora zaidi kuliko kitu kingine. Mwambie jirani yako, neno lako ni final say. Sema, usijidharau. Kwa hiyo kanisa linapita kwenye sehemu ambako ni njia nyembamba na lazima lipite hapo. Lazima lipite.
Unajua Mungu akitaka kushuka sehemu, kitu cha kwanza huwa anapitisha pepeteo. Sisi huku tunaweza kusema ni kama ungo. Kwa hiyo anawajaza kwenye ungo alafu anapeta ili zibaki ngano safi. Kwa hiyo the final say waliobaki ni kanisa, ambayo ndio lina uwezo wa kutoa maamuzi juu ya hili taifa. Maamuzi kwenye nini? Kwenye ulimwengu wa roho. Kulikuwa hakuna ufalme ulikuwa wenye nguvu kama ufalme wa Babeli na mfalme wake Nebukadneza. Maandiko anasema Danieli na wenzake 4 tu wakamwomba Mungu. Kilichotokea, Nebukadneza akaanza kuota ndoto za ajabu. Alipoitwa Danieli anamwambia sikiliza bwana, mambo haya na haya na haya yatakupata, lakini hii ni kwa sababu ya hukumu ya watakatifu. Maana yake watakatifu tayari wamesha hukumu, na haya ni lazima yakupate. Unajua kilichompata Nebukadneza? Kwanza alienda kuishi porini kama mnyama, huko anakula majani kama mnyama. Biblia inasema akaota manyoya kama mnyama, halafu akaota nywele kama mnyama, hivyo akawa na makucha kama makucha ya tai. Bingwa wa kwanza wa kutengeneza misukule ni Mungu. Ni Mungu. Ndivyo alivyokuwa Nebukadneza. Kwa hiyo nini ambacho unatakiwa ukifanye sasa hivi? Mgeukie jirani yako, mwambie kujitambua. Lazima ujitambue. Yes, lazima ujitambue, kwa sababu tulikofikia ni sehemu ambako imani ya watu ndani ya kanisa inajaribiwa. Ndiko tulikofikia. Hivi sisi ni bora kuliko Ninawi? Mnakumbuka kwenye Biblia ukisoma maandiko anasema Yona alitumwa kwenda Ninawi, mnakumbuka? Lakini yeye akakataa, akakimbilia wapi? Tarishishi. Umeshawahi kujiuliza kwa nini Yona alikataa kwenda Ninawi? Umeshawahi kujiuliza? Yaani kwa nini Yona alikataa kwenda Ninawi? Watu wengi nasikia watu wahubiri wengine wanasema, Yona alipenda kwa sababu Tarishishi ulikuwa ni mji wenye nguvu, alafu kulikuwa ni mji wa wafanyabiashara, kwa hiyo alipenda naye kwenda kufanya biashara. Yona alikuwa anaifahamu Ninawi. Ninawi kipindi kile ilikuwa ni mji ambao ni sehemu tajiri kuliko hata hiyo Tarishishi unaosema. Ninawi ilikuwa ni mji ambao upo sasa hivi tunasema Iraq, lakini ilikuwa pembezoni mwa Iraq, inapakana na Iraq na Uturuki na nchi ambazo ziko hapo. Mji ambao sasa hivi uko pale Iraq unaitwa Mosul. Ndo eneo hilo ndo lilikuwepo Ninawi hapo zamani. Na Ninawi ulikuwa ni mji ambao ulikuwa ni wa matajiri, ambao matajiri wenyewe utajiri wao walikuwa wanaupata kwa kilimo. Ila sasa ukisoma kwenye Nahumu ile sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza, utaenda kusoma mwenyewe. Nahumu ile sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 7 wa 8. Biblia inasema, ole wako ewe mji wa damu, ole wako ewe mji wa damu. Kwa nini anauambia ni mji wa damu? Ilikuwa wageni wakifika Ninawi
au labda umefika, yani ueleweki, walikuwa wanakukamata, wanakuteka. Hii hali ya kuteka ilikuwepo hata Ninawi, ilikuwepo, kwa sababu Biblia inasema pale kwenye ole wako mji wa damu, Nahumu ile sura ya 3 kuanzia ule mstari wa 1, mbele yake anasema hivi: ewe usiye waachilia mateka wako. Maana yake walikuwa wakikuteka, kinachotokea wanaenda kukuua, alafu wanaenda kukufukia kwenye yale mashamba. Kwa kigezo kipi? Ili yale mashamba yastawi. Wangapi wameshafika makaburini, maeneo ya makaburini? Ama umeshawahi kwenda kupalilia kaburi? Unapalilia leo, kesho kutwa unakuta majani yameshaota. Mnajua kwa sababu gani? Ya mbolea. Kwa sababu mwili wa binadamu una calcium nyingi ambayo ni mbolea. Kwa hiyo walikuwa wanaenda wanawafukia mashambani. Kusudi la kwanza kwa sababu ya kustawisha. Kusudi la pili ilikuwa ni kama kafara kwa ajili ya biashara zao na mashamba yao. Kwa hiyo hata Yona alipoambiwa nenda Ninawi, akawa Ninawi na zile skendo za kwenda kutekwa. Sasa kwa nini? Kwa sababu ndivyo ilivyokuwa tabia ya watu wa Ninawi, kuteka watu, kuwaua, kufukia kwenye mashamba, kuwatoa makafara kwa ajili ya biashara zao. Ndio maana Yona akakataa, akasema huku ni sehemu hatari sana, na nikienda kuhubiri kama wakikataa watanifanya hivyo hivyo kama walivyomfanya Yona. Ndio maana sasa hivi imefika sehemu hata wahubiri, akihubiri kweli, akiona anatafutwa, anatafuta chocho iko wapi. Pastor Prosper sina hata passport. Sasa na mke wangu anaogopa. Lazima tuhubiri. Tunakwenda sawa? Tulizaliwa kuhubiri. Biblia inasema mwanadamu, piga kelele, wahubirie kosa lao. Piga kelele, sema kwa habari ya makosa yao. Lazima tuseme kwa habari ya makosa. Tunakwenda sawa? Lazima tuseme. Sasa ni kipindi ambacho unapaswa kujitambua. Ujitambueje? Ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Haleluya! Ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Katika Biblia yako sasa, nenda kwenye Biblia yako, katika kitabu cha Yohana ile sura ya 1 ule mstari wa 12. Yohana ile sura ya 1 mstari wa 12, anasema basi wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika. Wa kufanyika nani? Wana wa Mungu au watoto wa Mungu. Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ni uwezo gani? Nataka tuuone huo uwezo. Ni uwezo gani? Alitupa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Uwezo gani? Katika kitabu cha Petro wa pili ile sura ya 1 kuanzia mstari wa 3. Petro wa pili ile sura ya 1 kuanzia mstari ule wa 3. Hebu nisomee. Anasemaje? Kwa kuwa uwezo wake wa Mungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo. Kwa kuwa huo uwezo aliotupa wa kufanyika watoto wa Mungu umetukirimia vitu vyote vitupasavyo nini? Utaua, uzima. Kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tena kwa hao ametukirimia ahadi kubwa mno. Ametukirimia ahadi kubwa mno. Ili kwamba hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu. Ili tupate kuwa washirika wa tabia ya uungu.
mkiokolewa na uharibifu ulioko duniani kwa sababu ya tamaa. Maandiko yanasema tukiokolewa na uharibifu ulioko duniani kwa sababu ya nini? Ya tamaa. Mwambie jirani yako umepewa uwezo wewe. Mgeukie tena mwambie kwa ujasiri umepewa uwezo. Mwambie naona unielewi. Mimi hapa nimepewa uwezo. Mwambie tikiri kabisa. Mwambie mimi unavyoniona nimepewa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu ili niokolewe na uharibifu ulioko duniani kwa sababu ya tamaa. Mimi hapa nimepewa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu ili niokolewe na uharibifu ulioko duniani kwa sababu ya tamaa. Yes. Lazima ukiri, yani lazima ujitambue. Unajua, naipenda sana Nigeria. Nchi ya Nigeria kuna mitaa ambayo ukiokoka, wakisikia tu leo ameokoka, kule wachawi ni cheo. Yani kuna mzee anaweza kupita jinsi alivyovaa yule oga akipita, yani mavazi yake tu, yani wachawi wana mavazi yao kabisa na mabangili yao yale. Kwa hiyo akipita na inajulikana kabisa kwamba huyu hapa ni mchawi wa mtaa hapa, huyu hapa ni mchawi wa mkoa, inajulikana. Kwa hiyo kuna yule mpaka mchawi wa nyumba 10 kaa balozi. Kwa hiyo akisikia umeokoka, wanakuja kabisa kukuuliza umeokoka. Yani kama zile babu nani anakuja anakuuliza umeokoka? Umeokoka kweli? Yani anakuuliza kabisa umeokoka kweli? Anakuambia kama umeokoka kweli, endelea. Huku usirudi tena. Sasa wakisha kuambia hivyo, sio kwamba ndio imeishia hapo. Sawa bwana? Wanatumwa, anaondoka yule mzee anaenda kutuma wale wachawi wadogo wadogo kuja kukutesti kwanza. Kwa hiyo ukifanya mchezo utajikuta umegeuka jogoo, wanakuchukua ubwabwa. Yani wanaweza kukugeuza chochote. Yani wanatumwa kukutesti. Ukipita njiani unakuta kimbola, yani anakitupia kimbola hapo. Hivyo. Ili akuone ukipita salama ajua yes bado kaokoka. Kwa hiyo kule mtu akiokoka, yani ndo kashaokoka hivyo. Ndo kapitiliza. Tanzania leo ameokoka, kesho hamna. Anasali kwa Mwampei miaka 5, ukimuuliza umeokoka? Kwa mimi huwa naenda tu labda mambo ya mafuta na maombi basi. Nimewahi kukaa na mshirika miaka sijui mingapi. Mimi wakati naokoka nilienda kwenye kanisa moja miaka 5, mama mmoja. Na kuja kumuuliza mtoto wake, anambia mama mchawi, tulifukuzwa kijijini kwa sababu ya uchawi. Naenda kumuuliza yule mama, anambia mchawi tu wa kawaida, lakini kanisani ananena kwa lugha, mchungaji arudi nyuma. Sio Nigeria mzee. Kimbola kinakuhusu. Sasa safari hii wale watu bandia, walokole bandia watajua hawajui kipindi hiki tunachokiendea. Kanisa linapita kwenye kujaribiwa, walokole bandia. Mkute jirani yako mwambie wewe ni original ama artificial. Kichwa original, mikono bandia, miguu original. Yani ueleweki. Popo. Hujulikani umeokoka, hujulikani. Wewe umeokoka, unaitwa nani? Asha. Kuna Asha ameokoka. Msituchanganye.
Asmani, tena wengine eti Profeti Abubakar, kwenda huko. Hakuna kitu kama hicho. Hatujui. Biblia inasema majina tu yatatutambulisha. Tunakwenda sawa? Majina. Wa pasta nani? Pasta Kikoba. We pasta nani? Pasta Gundu. Hakuna kitu kama hicho. Amna. Majina. Wewe unaitwa Profeti nani? Profeti Masumbuko. Amna kitu kama hicho. Niliwafundisha siku nikawaambia hata majina tu yenyewe ni kodi. Tunakwenda sawa? Majina tu yenyewe niliwafundisha nikawaambia ni kodi. Haleluya. Amen. Biblia inasema tumekirimiwa ahadi kubwa mno zitupasazo utauwa na uzima. Hizo ndizo zinazotufanya tuitwe wana wa Mungu. Mungu ameweka ndani yetu uwezo wa kufanyika wana wa Mungu ili tuokolewe na uharibifu ulioko duniani. Uharibifu huo unasababishwa na nini? Biblia imesema unasababishwa na tamaa. Kuna mtu anataka uongozi, anataka aharibu wengine kwa sababu ya uongozi. Kuna mtu anataka utajiri, anataka aharibu wengine kwa sababu ya utajiri. Wewe usio miongoni mwao katika jina la Yesu. Amen. Mwambie jirani yako usikubali kufa kizembe. Mgeukie mwingine mwambie usikubali kufa kizembe. Dada mmoja kwenye ushuhuda wake, siku moja ameingiliwa na wanaume 5 na walikuwa wanamjua kabisa ameokoka. Kwa hiyo wakaja wanaume 5 na mapanga, kwa hiyo wamemwingilia usiku, tena wamevunja mlango. Nini? Wakaambia tumekuja ili tukubaki. Ambia okay. Jamani, mlo wote huwa tunaanza kwa sala. Akaambia naombeni nisali kwanza, alafu mnitende chochote mnachotaka. Wakaambia kama hapo sawa, kama hapo yani haina shida. Kwa hiyo miji baba ikaanza, mnaelewa tena watoto sasa hivi wako macho. Kwa hiyo inajiandaa huku ina bageni, mie wa kwanza. Dada akaingia kwenye maombi, makaseketekepushia lorobo satarabakoria. Wewe Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu, msaada unaonekana tele wakati wa mateso. Uko wapi wewe Bwana? Wewe Mungu wa Elia, kama ulivyoshuka kwa moto nataka ushuke sasa. Dada kazama kwenye maombi. Wakati amezama kwenye maombi, kumbe malaika wa Bwana ameshuka na bakora. Kapa! Haleluya! Kumbe malaika wa Bwana kashuka na bakora. Ni mwendo wa bakora tu na hawauoni mlango sasa. Yaani bora upigwe bakora moja utauona mlango. Hakuna kuona kwanza mlango. Ni kibano, kichapo, kidundo, mawashiwa. Twende kibano mpaka wamisha chakaa kabisa, damu zinamwagika. Ndio baadaye malaika wa Bwana akawapa kuuona mlango. Kwa hiyo yule dada haelewi chochote kinachoendelea. Yuko kule wakati anaomba anasema Mungu ukiniacha sijui itakuwaje, maana hajui kinachoendelea. Kwa hiyo yani hataki kukatisha maombi haraka kwa sababu anajua kitakachonikuta. Anakuja kufumbua macho anakuta damu tu, hakuna mtu. Haleluya! Yuko wapi Mungu wa jinsi hiyo? Yuko wapi? Mwambie jirani yako yuko wapi Mungu wa jinsi hiyo? Mungu ambaye alikuwa ni Mungu wa Elia, ambaye vikosi vya askari vilikuwa vikitumwa. Yeye alikuwa yuko kilimani. Biblia inasema Ahabu akatuma kikosi cha kwanza kwenda kumkamata. Walipofika wakamwambia tena kwa jeuri, wakamwambia ewe mtu wa Mungu, shuka toka huko kilimani, njoo twende. Akamwambia kama mimi ni mtu wa Mungu, moto na ushuke uwateketeze. Kile kikosi cha watu 50 chote
Wakamwambia tena, wakatuma tena kikosi kingine cha watu 50. Walipofika, jemedari, shuka wewe mtu wa Mungu, ajifanya mtu wa Mungu. Wakati wanamwambia, akawaambia okay, kumbe mnajua mimi mtu wa Mungu, moto na ushuke uwateketeze. Na kile kikosi kikateketea. Kikatumwa kikosi cha 3. Kilipotumwa kikosi cha 3, yule bwana akashtuka, maana amekuta pale wenzake wote, amekuta mkaa tu, akiangalia mkaa mtupu. Akanywa hii, akauliza, akaambiwa bwana, hao wa mwanzo ndo hawa. Akapiga magoti akamwambia, mtu wa Mungu, naomba maisha yangu yawe maisha ya thamani kama roho yako ishivyo. Ninaomba basi Baba, mimi nimetumwa tu, naomba ushuke twende. Yuko wapi huyo Mungu wa Eliya? Nasema yuko wapi huyo Mungu wa Eliya ambaye alikuwa akishusha moto na unashuka? Mungu analipeleka kwenye kanisa, kanisa likawe moto na maadui zake wakawe mabua makavu. Ndio kanisa linakoelekea. Lakini kwanza lazima lipite kwenye utungu. Hiyo lazima. Wajua sasa hivi hakuna uhakika. Ukiona mimi imefika sehemu na mke wangu, yani akitoka kidogo, sote, vipi? Uko wapi kwani? Yani ukiona simu imezima, sijui labda simu yake imeisha chaja, baba. Unajua imefika sasa sehemu huko hapa kanisani na nyumbani tu pale, lakini mtu anakupigia simu, uko wapi? Niko kanisani. Si nikwambia niko kanisani? Mambo gani haya? Je, tumefikia huko? Sio nchi hii, hatujafika bado huko. Tumefika huko hivi? Una habari tumefikia huko? Yule mchungaji Morogoro ameitwa, sijui anafanya biashara ya sola, ameitwa kwamba njoo hapa, kuna mteja na nini, kwenda ndio nitolee. Tena unakuta wanayekuuza sio mtu wa mbali, ni mtu unamfahamu kabisa. Ama wakati mwingine wanamkuta mtu kama pale Baba Lameki, wanamblackmail, wanamwambia mpigie mchungaji wako simu aje hapa mara moja. Sasa na yeye akiangalia kwenye koti, labda kafunguliwa kwenye koti, pap, kaonyeshwa kuna kitu kimekaa hivi kama mguu wa kuku. Mchungaji, yani haraka, yani kama vile nimezidiwa hapa, uje uniombee. Bati yuko wapi yule Mungu wa Eliya ambaye ukimwita anashuka? Naamini yule Mungu yupo, yeye ni jana na leo na hata milele. Ashuke na kwako katika jina la Yesu. Hebu sema katika jina la Yesu. Mimi ni moto wa miale na maadui zangu ni mabua makavu. Mimi ni moto wa miale na maadui zangu ni mabua makavu. Katika jina la Yesu. Lazima ukiri. Tulikuwa tunasema watekaji, wanawateka wale ambao vierere kwenye siasa. Haya, wachungaji vierere kwenye siasa wapi? Okay. Unaangalia, nimesoma habari mbaya leo. Sasa hizi tu, yani bado wa moto moto. Wameenda wamemchukua wakili mmoja, maeneo sijui ya Simiyu sijui wapi. Okay. Walipomchukua watu wanaenda polisi, wakasema kuna watu walikuja kweli na huyo wakili, wamepita hapa, wanasema wanaenda naye Geita. Yani sio kuna watu. Yani sasa hivi imefika sehemu tukishindwana, mimi natuma watu wanakuja tu wanakuchukua.
Sasa mara nyingi na wale watu wakifika, kwa sababu hatuna elimu ile ya kuuliza vitambulisho vya polisi na nini, wanasema tu mie polisi, kwa sababu amejaza na mbavu, mie polisi. Si yeye kweli polisi. Mnakuja kusema walikuwaje? Kumbe wauni fulani tu. Ama wakati mwingine nyie umeenda kutoa hela, umetoa milioni zako kadhaa kwa ajili ya kujenga, pale keshia wa benki anakupiga picha anatuma kwenye WhatsApp, mfuatieni huyo mtu. Unafuatiwa mpaka unakoishi. Sie polisi. Wanaondoka na wewe. Okay, zile hela utawapa. Wanaenda kusema haitoshi, tuambie password ya benki, tuchukue na hizo zilizomo. Unajua kipindi hiko tumefika sasa. Bwana asipotulinda nani atatulinda? Biblia imesema Bwana asipoulinda mji, hao waulindao wanakesha bure. Ni wakati, mwambie jirani yako, okoka kikweli. Mguse mwingine tena, ukiwezekana mtikize kabisa, mwambie hoya, maana anaweza kuwa, unaweza kufikiri yuko hapo kanisani, kumbe hayupo. Yaani kumbe hapo kuna mwili tu, roho yake inawaza maharage tena nusu kilo nyumbani. Sio nitakuta ameungua. Mtikise kabisa, mwambie unanisikia? Okoka kikweli kweli. Yaani hata kama ni kiti kipo hapo, wewe kitikise tu. Mwambie wewe utakaye kaa hapa, okoka. Hivi unajua mmoja ya watu wasielewa kuna nini kinaendelea? Haise. Wakristo wengi ndivyo alivyo. Wakristo wengi ndivyo alivyo. Na tunakoelekea Mungu atusaidie, kwa sababu sioni watu wanetekwa, siwaoni wakina Saidi, wakina Huseni, wakina nani. Na waona wakina Josefu, wakina Jacobo, wakina Jacqueline, ndio majina ya jinsi hiyo. Kwani uongo? Kwani uongo? Na waona wakina padri, wakina mchungaji, siwasikii wakina hapo sisikii. Wewe nafikiri itafika sehemu watu watasemaje? Itafika sehemu watu watasemaje? Na unajua kwa nini? Uzuri wa wale wenzetu hawamwachii Mungu. Sisi huwa tunamwachia Mungu. Fulani kachukuliwa. Sasa okay, tumuombe Baba katika jina la Yesu, agiza malaika zako wakamtoe huko aliko. Basi tunamwachia Mungu, yeye anajua. Wale hawamwachiagi Mungu. Wale wakishasema takbir, Baba kimeumana. Hakuna cha kumwachia Mungu. Ndio mara kula hawagusigusi, wanagusa huko. Sasa tunaweza kufikiria labda ni kwa sababu za kisiasa ama nini. Kumbe makafara. Kataa kuwa kafara ya mtu. Nasema kataa kuwa kafara ya mtu. Kumbe makafara. Kwa sababu sasa hivi imekuwa ni holela, huwezi kujua. Yaani ni yeyote, utasikia fulani kapotea fulani. Yule fulani nini? Muuza mkaa. Sasa fulani kapotea, ni ana genge lake se fulani. Sasa mbona yule tunamfahamu jamani, mbona hajihusishi na chochote? Fulani kapotea, yule bwana yule, jobless. Sasa unashangaa hivi, kumbe watu wanataka kutimiza hesabu. Kuna mtu ameambiwa niletee watu 200, niletee watu 300, niletee watu 500, niletee watu. Mungu atulindie watoto wetu walioko mashuleni. Nasema Mungu atulindie watoto wetu. Unafikiri tusemeje sasa? Unajua kuna mtu anasema, mchungaji, kwani unaongea
tusipowaambia umeenda kazini kwako, umetoka kazini kwako, sio nyakati tena za kwenda kukaa sehemu kama zamani. Sio wewe tu, hata mimi nilikuwa na tabia saa nyinginewe, unamwambia mama mchungaji, hebu twende tutoke mama, na sisi tukakae sehemu tule angalau kiti moto. Sio nyakati hizi, nyakati hizi sio nyakati za kuaminiana. Mwambie jirani yako usimwamini yeyote, mpaka mfanyakazi wa ndani. Hivi mtu akiambiwa na huu ukata, haya sasa, nyie mnaweza kuna mbali. Yaani mtu yeyote, hata kama hao waliokoka, Chris hapo unakuta ana shida ya hela, sawa? Mwisho wake wa kushika hela, yani mwisho wake hela ambaye ameishika yeye 200,000, anakuja kuambiwa bwana, burungutu la 5,000,000, tena 5,000,000 yenyewe za noti za 5,500 na 1,100. Mzigo huu hapa, ambapo sasa nataka tu tupe connection ya mchungaji wako tu. Hajasema nitatubu baadaye. Unafanya mchezo. Sasa hiki kipindi hiki, mtu hata asijue unakaa wapi, asijue huko ndani au huko ndani. Nawaambia, usije ukasema namwachia Mungu atanilinda sijui nini. Hata hao waliekimbia baba, nawapa big up, salute. Biblia imesema jificha kitambo kidogo mpaka uharibifu huu upite. Biblia imesema jificha kitambo kidogo. Sasa mbona wamenyamaza kimya? Mbona wamekimbia? Niona watu wanabeza sasa, hawa hawana Mungu. Wana Mungu hasa. Kifo na viki chepesi. Viki kifo chepesi. Wafiki kudanja rahisi yaani kiulaini tu hivyo. Kufa tukatai, kwani ukilala tu kitandani kwako umekufa si basi. Lakini kifo cha rungu, panga, sijui hivi, unafikiri rahisi Unafikiri rahisi? Ndiko tulikofikia. Yaani tumefika kwenye sehemu, Yesu wangu, naonea huruma hata vijana ambao wanaoa sasa. Wewe, tumefika sehemu, tuko kwenye dunia ambayo ukisikia ndugu zetu Waislamu wanasema dunia ni ya watu na majini. Ni kweli. Tumefika sehemu dunia ina watu na ina majini. Kwa nini nasema hivyo? Wakati mimi nakuwa, ilikuwa ukisikia kuna ajali imetokea sehemu, hata ajali ya pikipiki nakumbuka zilikuwepo moja, alikuwa nayo bwana shamba, mkuu wa wilaya, mkuu wa polisi na bwana mifugo. Ndio huyo bwana shamba ndio aliyekuwa na pikipiki. Ukisikia tu amidondoka, amepata ajali, kijiji kizima kinajua. Ameumia wapi? Amevunjika kidole, kijiji kizima ni story. Unajua bwana shamba kavunjika kidole. Unajua bwana shamba, hiyo story itakwenda hata mwezi mzima. Sasa hivi watu wanasema jirani hapa kapotea, na watu wala hakuna mtu mara shida lake. Kila mtu tena, wengine wanasema atajua mwenyewe, kwanza anajifanyaga sana. Halijakufika. Piga mahesabu ya mama, mtoto wake kapotea tu. Umeshawahi kufikiri? Halafu hajui atarudi lini, hajui yuko wapi, hajui. Halafu anaonyeshwa damu, anaambiwa hizi damu ndo za mwanao wakati wanamchukua. Wewe kama mzazi unasikiaje? Nakumbuka mwaka mmoja, usifikiri hata sisi tulishawahi kufiwa. Wakati firstborn wangu amelazwa hospitali, halafu nimefika, Roho Mtakatifu ananiambia mwanao anaondoka leo. Nikaambia Bwana, kama ni adhabu basi nipe adhabu nyingine yoyote, lakini sio hii.
Halafu nilipokwenda pale kitandani, yule mtoto akanishika kidole changu kwa nguvu, hataki kuniachia, halafu kama anakibinya. Nikaambia mwanangu, najua. Halafu akahema kwa nguvu. Namtazama mwanangu, nikasema sitaki aondoke huku, namuona. Nikampungia mkono, na ye kakanyosha mkono mpaka natoka nje. Kukaa kidogo, naona watu wanatoka wanalia. Iliniuma sana. Sasa unaambiwa mtoto wako hii ndo damu yake, halafu hayuko amemchukua, hujui nini kinaendelea. Sema katika jina la Yesu. Mungu, tunajua huko, ushuke sasa wewe mwenyewe kwenye taifa letu, utuokoe sasa katika jina la Yesu. Hebu kwa muda wa dakika 1-2 omba wewe mwenyewe kwa ajili ya taifa lako. Makaseketerabasaka ropo shintorebasaka. Nasema omba, paza sauti yako kwa ajili ya taifa lako. Unaweza ukaona kwa mwenzako, huwezi kujua nini kitakachotokea baadaye. Mungu, ninaomba ushuke mwenyewe kwenye taifa letu. Bwana, ushuke mwenyewe, maana sisi hatuwezi, tunakuhitaji wewe. Taifa letu lilokuwa taifa zuri limekuwa ni taifa linalokula watu wake, limekuwa ni taifa linaloangamiza watu wake. Mungu, ushuke utuokoe. Mungu, ushuke utusaidie. Mungu, ushuke ututendee mema. Masoterabakoria, wazazi wamekuwa wakiona Bwana watoto wao wakipotea. Tazama Bwana, watoto wamepoteza baba zao. Tena wakati mwingine watoto wanaonyeshwa damu, wanaambiwa hii ni damu ya baba yako wakati wakimchukua. Mama anaonyeshwa damu, anaambiwa hii ni damu ya mwanao wakati wakimchukua. Walimpiga kwanza kisha wakamchukua. Hebu jaribu kufikiri, hawa watoto wana kisasi kiasi gani? Mioyo yao imejeruhika kiasi gani? Mungu, shuka utuokoe sasa. Wewe mwenyewe ukashuke kwa moto na kupatiliza maasi yote kwenye taifa letu. Wewe mwenyewe Bwana ukashuke. Ni wewe uliyesema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Bwana, tunakuita sasa, utuitikie sasa kwenye taifa letu, utuitikie sasa kwenye miji yetu, utuitikie sasa kwenye vijiji vyetu. Makose robosato robakoria lorobosato robakoria lorobosato robakoria. Hebu muombe Bwana, usione anatokea kwa mwenzako, usione anatokea kwa mwenzako ukaona ni kawaida. Jaribu kufikiri, wale watoto waliona baba yao wamechukuliwa, wale wanawake. Mama mmoja anasema akiwa mbele ya mumewe, anamwambia msimpige risasi mume wangu. Badala yake yule mtu akampiga risasi 4 mbele ya macho yake. Hebu angalia maumivu alionayo mama huyu. Mungu, tunakusihi wewe pekee ukapate kushuka kwenye taifa letu, wewe mwenyewe ukapate kushuka na kutusaidia. Bwana, wewe mwenyewe ukapate kushuka na kutuokoa, wewe mwenyewe ukapate kushuka. Makoserobosata lorobosata rabakoria lorobosata rabakoria lorobosata rabakoria. Hebu endelea kumwambia Bwana, endelea kumweleza Bwana, usinyamaze kimya. Endelea kumweleza Bwana, usinyamaze kimya. Endelea kumweleza Bwana,
usinyamaze kimya. Endelea kumweleza Bwana. Hii inapotokea kwa mataifa huwa ni laana, huwa inaweza kuzuia mvua isinyeshe, huwa inaweza kuleta majanga ya magonjwa, huwa inaweza kuleta mateso. Hebu endelea kumweleza Bwana. Umeshawahi kufikiri kile kilio cha wanyule wanayemuua? Wakati mwingine anawaambia msiniue, anawalilia msiniue, ninaomba, lakini wanamuua. Umeshawahi kufikiri vilio vyao? Wakati mwingine akiwa kwenye mateso anawaambia jamani, naombeni msiniue, lakini wanafika sehemu wanamuua. Hebu kaa sehemu ya yule mtu, uone maumivu yake alivyo, uone jinsi ambavyo analalama. Nataka nikwambie, usipomwomba Mungu, ukisema wewe uko salama, ndipo alivyoambiwa Esta, Mungu ataleta wokovu sehemu nyingine, lakini wewe unaweza kujikuta unaangamia. Ni heri umwambie Bwana ili hilo jambo lisije likakufika kamwe. Ili hilo jambo lisije likakufika kamwe. Nina rafiki yangu, yeye anasema akawa sehemu akasikia watu wanajadiliana kumuua mdogo wake. Yaani amekaa sehemu anasikia watu wanajadili kumuua mdogo wake. Hebu mwambie Bwana, mwambie Mungu ashuke yeye mwenyewe, maana amesema niite nami nitakuitikia. Bwana ukapate kutuitikia sasa, maana anajua kwa mwanadamu haiwezekani. Maana tumekuwa tukisikia wasiojulikana, tumekuwa tukisikia wasiojulikana, lakini wewe Bwana unawajua. Wewe Bwana unawajua. Wewe Bwana unawajua. Wewe Bwana unawajua. Ni kweli wanawezekana wana nguvu, nguvu ya fedha, nguvu ya madaraka, lakini wewe Bwana ndiye mfalme mkuu. Onekana Baba, onekana Jehova. Shuka utusaidie, shuka utusaidie, shuka utusaidie. Masete kababa soroboshika, shuka utusaidie Bwana, shuka utuokoe. Lira basote na bakoria, lira basote na bakoria, lira basote na bakoria, lira basote na bakoria. Nyamazisha vile vilio vya watu Bwana, nyamazisha vile vilio vya watu ambao hawajui ndugu zao wako wapi. Wengine wametamani hata maiti za ndugu zao tuzirudi, hata kama ndugu zao wamekufa, wametamani hata zile maiti tu wazishike, lakini hawakuziona, lakini hawakuziona. E Bwana, ninaomba ushuke. Nyamazisha wamama wanaolia kwa sababu ya kupoteza watoto wao. Nyamazisha watoto wanaolia kwa sababu ya kupoteza baba zao. Nyamazisha Bwana wanawake wanaolia kwa sababu ya kupoteza waume zao. Nyamazisha waume wanaolia kwa sababu ya kupoteza wake zao na watoto wao. E Mungu, ushuke utusaidie, ushuke utusaidie katika jina la Yesu Kristo. Amen.